Ndugu mtazamaji, katika hatua inayozua maswali mapana kuhusu matumizi ya mamlaka ya serikali katika zama za kidijitali, serikali ya Tanzania imefikishwa mbele ya Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki EACJ ikituhumiwa kukiuka misingi ya haki za msingi kwa kuzima intaneti nchini kwa siku kadhaa mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka 2025. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC ndicho kilichowasilisha shauri hilo namba 56/2025 tarehe 3 Disemba mwaka 2025, kikiomba mahakama itamke kuwa hatua ya serikali kuzima huduma za intaneti kuanzia Oktoba 29 hadi Novemba 4 ilikiuka masharti ya mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 1999, hasa vifungu vya 6D, 72 na 81C vinavyozungumzia utawala bora, haki za binadamu na uwazi katika uendeshaji wa serikali. Kesi hiyo inasimamiwa na mawakili wa LHRC Peter Majanjara na Jebla Kambole. Wakili Majanjara amesema walilazimika kufungua shauri hilo baada ya kile alichokiita kuzima kwa ghafla kwa huduma za mawasiliano ya mtandaoni kuanzia saa 5 asubuhi siku ya uchaguzi mkuu, jambo lililokatiza shughuli muhimu za kijamii na za kiuchumi kote nchini Tanzania kwa kipindi cha siku 7. Ameeleza kuwa kufungwa kwa intaneti kulisababisha kukwama kwa huduma muhimu kama miamala ya benki mtandaoni, mfumo wa taarifa za kitabibu, pamoja na kusambaratika kwa njia za upatikanaji wa taarifa katika kipindi ambacho Watanzania walikuwa wakifuatilia mwenendo wa uchaguzi mkuu. Majanjala amesema hatua hiyo ilisababisha hasara ya mamilioni ya shilingi kwa wananchi na wawekezaji ambao hutegemea intaneti kwa shughuli zao za kila siku. Kwa mujibu wa LHRC, sababu iliyotolewa na serikali kwamba kuzimwa kwa intaneti kulitakiwa kudhibiti vurugu haikuwa ya kisheria, haikufuata misingi ya demokrasia na haikuwa hatua ya lazima kwa mujibu wa viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Shirika hilo linaomba mahakama iamuru serikali ya Tanzania kutojirudia kuchukua hatua kama hiyo bila ya uamuzi huru wa mahakama au msingi wa kisheria ulio wazi. Kwa upande mwingine, serikali imebainisha msimamo wake. Msemaji wa serikali Gerson Msigwa amesema hatua hiyo ilichukuliwa ili kudhibiti alichokiita wahalifu wa mtandaoni waliokuwa wakiendesha kampeni za uchochezi na kusababisha maandamano ya vurugu katika mikoa kadhaa ikiwemo Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na Songwe. Msigwa amesema vurugu hizo zilichagiza vifo, majeraha na uharibifu wa mali za umma na binafsi. Kwa mujibu wa taratibu za EACJ, mwanasheria mkuu wa serikali anatarajiwa kujibu malalamiko ya LHRC ndani ya siku 45 baada ya kupokea nakala ya hati ya shauri hilo kutoka kwa msajili wa mahakama. Kesi hii sasa imefungua mjadala mpana kuhusu mipaka ya mamlaka ya serikali, haki ya kupata taarifa na wajibu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuheshimu misingi ya utawala bora katika enzi ambayo mawasiliano ya kidijitali yamekuwa uti wa mgongo wa maisha ya kila siku. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ndio Sauti ya Chief. Hii ndio sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.